Mbarikiwa Mwakipesile tayari tuko naye hapa. Huyu mchungaji, kwa wale ambao wasiomfahamu, huyu alipewa kesi ya alisingiziwa kesi ya kufunga. Alisema anaendesha kanisa bila kibali baada ya kuanza kuikosoa serikali, akakaa akahukumiwa kwenda gerezani. Baadaye alikata rufaa akatoka, lakini baadaye huyo mchungaji mwanaye aliuawa na serikali hii ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, ilimuulia mtoto wake. Amesema kabisa akiwa yuko kule Mbeya. Kwa hiyo ni mchungaji ambaye amepitia mateso makubwa sana kwenye nchi unayomwona hapa. Kwa hiyo huyu kanisa lake alifungwa gerezani, ameuliwa, mtoto wake ameuawa na viongozi wa serikali. Kwa hiyo kama haujui, search mtoto Mbarikiwa baadaye huko YouTube ipo, amezungumzia mara nyingi sana, na ni mchungaji ambaye kwa kweli amepigania haki na sauti yake inasikika kwa mamlaka makubwa sana. Kwa hiyo hapa akiendelea kuzungumza kwa mbele utasikia, nadhani ni mtandao tu. Hata kama wenyewe watakuwa wamejua kama yuko hapa, watakuwa wameitana wa kutosha sana. Kwa hiyo tunamsubiri aweke mitambo yake sawa. Sasa niko sawa. Okay. Sasa niko sawa. Niko sawa tu. Karibu sana. Endelea, karibu. Asante sana kwa utambulisho huo ambao kwa sehemu umetambulisha. Nimeanza kwanza kumwambia yeyote ambaye ana uchungu na maumivu ya kuuawa kwa ndugu zetu kwa namna ambavyo wameuawa, kwamba kila mtu una mchango wako, na pengine mwishoni nitazungumzia kidogo aina mbalimbali za kuandamana. Tunapo mobilize nguvu ya kuandamana kwa namna ya kuonekana, zipo njia nyingi tu. Kila mmoja ningetamani ajione anavyoweza akatumia hata udhaifu alio nao kufikisha sauti ama kuonyesha lile ambalo linatakiwa litokee immediately, litokee mapema sana. Tulione jambo hilo ambalo wengi wote tunalisubiri, kwamba siku moja tukae kwenye nchi yetu kama wenye nchi tulio na haki ya kuwemo. Sasa nibaki kwenye eneo la wachungaji, wahubiri. Mtu yoyote ambaye unamhubiri hajihusishi, unamhubiri si sauti ya wanaolia, ulitakiwa muonyeshe msimamo, mchungaji huyo, mhubiri huyo, kwamba wewe bila shaka umetoka kwa shetani, wewe ni mhubiri wa shetani. Hao wachungaji hao wahubiri wangekosa ulaji, kwa sababu kwa sehemu kubwa makanisa ni kama njia tu ya kula. Mimi ni mchungaji, mimi ni mhubiri, kimsingi mimi maisha yangu uchungaji sio njia ya kula. Mimi nafanya kazi na hata kuwawezesha waumini kwa namna kadha wa kadha. Watu kunipa sadaka sio dhambi, na hilo sitaki nilijadili sana hapa. Watu kunipa sadaka sio dhambi, kunipa chochote baada ya kuwasaidia chochote au kuona naweza nikafanya jambo fulani la maana sio dhambi, ila mimi sitegemei kuendesha kanisa au maisha yangu kwa njia ya sadaka. Ndio maana unaweza kaa kanisani hata mwaka mzima, miaka mitano, hujasikia mchango wote kwa ajili ya mchungaji, hujasikia nikihamasisha fungu la 10 sadaka kwa ajili ya mchungaji na maisha magumu na vitu kadha wa kadha. Sio dhambi, ila mimi nilichagua kwamba naweza nikawa huru zaidi nikiendesha maisha yangu kwa gharama zangu. Naweza nikawa na huru wa kupinga na kukemea ubaya wote kanisani kuliko kutegemea nani atanipa nini. Inawezekana naweza nikaanza kuona shida kukemea ikiwa atafanya jambo fulani baya. Sasa yeyote ambaye una uchungu juu ya mambo haya, moja ya watu ambao ni main speaker, watu fulani wenye ambao wangekuwa na sauti kwenye dhuluma inayoendelea kwenye nchi yetu, ungekuwa na kidogo na kusheki zaidi kwa wauaji wa watu wetu. Na njia ya kuamsha hawa ilitakiwa tu wewe unayesali huko uambie kwamba mimi kuanzia leo, wewe mchungaji, mimi sitasali hapa. Mpasukie peupe, mwambie peupe kwamba kwa sababu naona wewe haujihusishi na kilio cha watu ambao itakiwa uwe mbele kabisa. Nisome maandiko kadhaa. Kati ya watu wenye haki, watu wema,
walijihusishaje na vilio vya watu. Ayubu 29 mstari wa 15, nisome mstari michache kwa ajili ya muda. Anasema, nalikuwa macho kwa kipofu, nalikuwa miguu kwa aliyechechemea, nalikuwa baba kwa muhitaji, na daawa au kesi ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Huyu Ayubu ambaye alikuwa ni mwenye haki zaidi sana, wao wanajiita ni watumishi ambao wanatakiwa wapite viwango vya mtu mwenye haki, wawe mifano. Lakini Ayubu anasema kesi ya mtu nisiyemjua naliichunguza, naliifuatilia. Bila shaka leo tuko na watu kama kina Tundu Lissu wako kwenye shida. Husikii wachungaji wakiwa wanaongelea swala la Tundu Lissu, mambo haya yakoje na kwa nini aonewe hivi, kama ana kesi kwa nini hiyo kesi isiendelee, mnakata rufaa kama njama, njia za kutumia mifumo dhaifu ya kisheria kuendelea kumuumiza mtu huyu. Wachungaji na wahubiri waitakiwa wawe wa kwanza, kwa sababu mtu ambaye alikuwa mwenye haki, Ayubu, kilichofanya atambulikane kama ni mwenye haki, alikuwa kipofu, alikuwa macho kwa asiyeona, alikuwa miguu kwa aliyechechemea, alikuwa baba kwa muhitaji, na daawa, kesi ya mtu asiyemjua. Tuachilie mbali akina Tundu Lissu tunaowajua, asiyemjua aliichunguza. Mimi nimepata madhara kwa sababu ya kutetea ninaowajua na nisiyowajua. Kikubwa najua kwamba tupo duniani kwa ajili ya maisha yetu na maisha ya watu wengine. Kwa kila utakayemwona akiumia, unatakiwa uwe sauti yake, uhoji anaumizwa kwa ajili ya nini, amekosa nini, ni kosa gani ambalo linastahili aumizwe hivi, ateswe hivi, atendewe hivi. Hii mara nyingi nawekaga mfano kwamba wachungaji wetu ni kama Mlawi na kuhani ambao walimkuta katika ile Luka 10 kuanzia mstari wa 25, walimkuta mtu amepigwa, amelala njiani. Kuhani akapita pale, akapita pembeni. Alipofika pale akapita pembeni, bila shaka pale aliona kwamba hao waliompiga, majambazi waliompiga huyu, bila shaka wapo kwenye miti humo, nikianza kuhangaika kumsaidia huyu wanaweza wakanipiga na mimi. Kwa hiyo mimi ngoja niende nikamwombee. Kimsingi mtu anayepata matatizo na mateso kimwili unayaona kwa macho haya, unatakiwa kumwokoa kupitia macho haya na mikono hii. Hutaki kwenda kumwambia Mungu muokoe, Mungu msaidie mtu huyu. Wewe ndiye mtumishi wa Mungu, wakala wa Mungu, ambalo Mungu anatakiwa kumsaidia mtu. Mtumishi au mhubiri anatakiwa kumsaidia wewe. Ndio maana nasema wapeni watu vitu, ndipo mtapewa na watu kiasi cha kujaa na kusukwasukwa. Hamtapewa na Mungu baraka zote, misaada yote. Hata tunaposema Mungu ameniokoa, Mungu amenisaidia, 98% 99 huwa ni watu wanakuwa wametusaidia, ni watu wanakuwa wametuokoa, wametunusuru kutoka kwenye shida kadha wa kadha. Lakini wachungaji na wahubiri wako kama Mlawi huyu, wako kama kuhani huyu. Akiona pana hatari ya maisha yake, anasema tunaenda kuomba, tunaenda kuinua mikono tukawaombee watu walio kwenye matatizo. Hapana, unatakiwa uanze kwanza kutoa fedha zako, kutoa utu wako, kutoa maisha yako, kuwa mbadala, kuwaokoa, kuwapigania watu wengine. Lakini sio kama huyu akafika pale akaona huyu jambazi au majambazi inawezekana wako jirani. Alafu pia huyu mtu ukimwokota hapa atatakiwa ukamlipie pesa nyingi zaidi. Hebu ngoja mimi niseme naenda kumwombea katika ulimwengu wa roho. Tunaenda kumwombea huyu mtu aliyepigwa hapa. Akapita tena Mlawi naye akafika pale akaangalia vitu kama hivi, kununua kesi. Unaweza ukashangaa majambazi hao wakaja wakanivamia na mimi, akasema ngoja na mimi nikamwombea katika ulimwengu wa roho. Baada hapo akapita Msamaria ambaye utamuita mpagani, utamuita hajui neno la Mungu, hajui Biblia. Akapita akamchukua yule mtu, hakujali kwamba majambazi wako jirani, hakujali, akamwokota yule mtu, akamgharamikia. Yesu akauliza akasema, kati ya hawa watatu
jirani wa kweli kabisa, ambaye na wewe waweza kutoa uhai wako kwa ajili yake. Jirani, kwa sababu nimesema mpende jirani yako kama nafsi yako. Jirani wa hawa watatu, mmoja wa hawa majirani, jirani ni nani? Ni yupi? Wote wakajibu wakasema ni huyu Msamaria. Huyu ndo ametimiza andiko la mpende jirani yako kama nafsi yako, huyu Msamaria. Kwa mwisho wa siku inaonekana utakatifu, au mtu akipata matatizo, uhubiri namba moja, msaidie mtu huyu. Umeshindwa kuingia kumpigania physically hivi ukaita vita vya kimwili, sawa, mpiganie kwa kinywa chako, kwa mdomo wako, kwa sababu wachungaji na wahubiri sisi tumepewa silaha moja ya kupigana vita, ambayo ni neno la Mungu, ambayo ni upanga wa Roho. Neno kupinga kwamba jambo hili baya, mtu huyu unamuonea, mtu huyu amekosa nini, kuna shida gani? Lakini mara nyingi nadhani hapo kuna kutekwa, kuna kuuawa, kuna kuuliwa ndugu zako kama walivyofanya kwangu. Lakini kiukweli ni kwamba kwa mujibu wa Biblia imempasa mchungaji, imempasa mhubiri awe tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya watu, awe tayari kuuawa kwa ajili ya watu. Ndio upendo wa kibiblia, na njia pekee ya kuuawa, kuteswa, kufungwa kwa ajili ya watu ni kuingilia pale wanapoonewa, pale wanapodhulumiwa. Yesu aliteswa, aliuawa kwa sababu aliingilia dhuluma. Mafarisayo, maliwali, wakuu wa makuhani walikuwa wanatumia sheria za Musa kuonea watu, kutapeli watu, lakini kikubwa walikuwa wanawatishia kifo, kwamba ukisema tutakuwa, kama ilivyo kwenye nchi yetu. Na kuja kwenye jambo la nini tufanye, ni kweli kila utakayejaribu kuongea kwa sauti inayoweza kusikika, ni kweli wamejaribu kuua. Kila aliyeongea kwa sauti ya kusikika kulalamikia mauaji haya. Lakini nataka niwajulishe ya kwamba ikiwa tutaogopa kufa, tutaendelea kufa sana. Wanaweza wakabadilisha strategy ya kutuua, lakini hizi RIP tutaziandika sana. Mimi nadhani hapa katikati nimezungumzia pale ilipoonekana kwamba Dudubaya anazungumzia swala la mashine, na akatokea daktari mmoja akaweka vizuri kwamba kweli mashine zetu ni za gharama ya chini, ni za kiwango cha chini, ingawa wao walisema mashine zetu hata mataifa yanayosema huko yanakuja kutibiwa kwetu. Lakini daktari alijitokeza, daktari bingwa alijitokeza akazungumza. Sasa ukiangalia vitu kama hivyo, mashine kama hizo, moja kwa moja manake zinachukuliwa mashine za kiwango cha chini, na watu wetu wengi ambao wanakwenda mahospitalini hawapati huduma stahiki. Badala ya kuuguzwa, badala ya kutibiwa, wanatengenezewa mazingira ya kusukumizwa kufa. Vifo vyote hivyo havitoki kwa Mungu. Hivyo ni vifo ambavyo vimetengenezwa na ambaye alipiga panga kwenye mashine. Sasa hizi RIP, mimi ninachokisema, hizi RIP isiwe fashion. Na ninachosema ni hivi, tukiogopa kufa kwa sababu wameshaua wengi, tutegemee tutakufa sana, kwa sababu hawa jamaa hawawezi kuachia madaraka kwa njia yoyote. Na mara nyingi madaraka ya wauaji waliachia baada ya kukabiriwa. Wanaua wanasogelewa, wanaua wanasogelewa, wanaua wanasogelewa. Ndipo alifika mahala na kuona kwamba no, hii hatutanusuru chochote, tutaua mpaka tutaingia kwa watoto wetu, kwa wake zetu, kwa sababu wake zetu, watoto wetu, wale tunaowaua ni rafiki zao, ni ndugu zao kwa namna moja na nyingine, na wake zetu watapiga kelele na watoto wetu watapiga kelele. Nitaongea mwingine, usije ukatetemeka tu hapa kufa. Tunaweza tusianzie penye kufa kwa mkupuo, utafikiri ni mende kama hivyo ilivyotuua Oktoba 29, 30 na 31. Ziko strategy nyingi ambazo ni msingi wa kuonyesha wauaji kama hawa kwamba we are serious. Hatuna cha kupoteza, yani hatuna raha yoyote ya kuishi
tukiwa ndugu zetu wameuawa hivi, wengine mili yao haijulikani iliko, akina Mdude, akina Soka, akina Polepole, hatujui hata kama wako hai, kina Chaula na kina Elisha. Ni vitu ambavyo haviwezi vikatufanya tuone maana tena ya kuishi, na ikumbukwe watu wengi walio kwenye matatizo kama kina Tundu Lissu wamepata matatizo ili tujaribu kujitoa kwenye mazingira kama haya. Ndio maana msemaji mmoja hapa ametangulia hata kusema kwamba hata tukidai katiba, hebu imagine, nani atawapa katiba? Nani asimamie mchakato wa katiba alafu awape katiba ambayo itambana yeye, awe mwenyekiti yeye, bunge kwa sehemu kubwa ndio kwa wenyewe watakapotengeneza wajumbe wa katiba watawatengeneza, watawachomeka watu wao kwa vyovyote vile. Hata ikipigwa kura ya siri ya peupe ya kupitisha jambo fulani kwenye mswada wa katiba, bado mambo yao yatakuwa yakipita. Itaonekana wamewapa katiba mpya, lakini wamewabadilishia ganda. Kimsingi hapa tulipo, tungekomalia suala la wauaji, watu wabaya hawana haki ya kusimama mbele ya watu, hawana sifa za kuwa viongozi, hawana sifa za kuwa viongozi wabaya. Itakuwaje wakataliwe? Kwa njia zipi? Ndio tuwe tunajadili njia mbalimbali za kwamba unawakataa kwa njia hii na hii na zingine nitapendekeza. Nimalizie swala la wachungaji ambao kwa kipande kikubwa wengi tunasali huko. Huyo mchungaji ambaye ni kama Farisayo, ni kama kuhani yule, ni kama Lawi yule, huyo sio jirani mwema, huyo sio mchungaji. Unatakiwa kumkataa mchana peupe kabisa, unamkataa kama ilivyoandikwa katika Ezekiel sura 12. Mimi naweza nitawasomea maandiko kadha wa kadha, pengine kama yatakuwa yanawaboa sana, taniambia nielekeo gani, lakini unatakiwa unapochukua maamuzi ya kumkataa mtu mbaya au kukataa uendeshaji mbaya, hiyo wa kanisa au wa mahali ulipo, unafanya peupe kabisa. Katika Ezekiel 12 mstari pia sema, mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyo wazi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyo wazi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo vyako kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao, labda watafahamu, wajapokuwa ni nyumba iliyo wazi. Unapochukua maamuzi ya mchungaji ambaye hana chembe ya huruma juu ya binadamu, yeye anasema mimi mtu akiumia namuombea kwenye ulimwengu wa roho, ninamsaidia kwenye ulimwengu wa roho kwenye maombi. Yesu angetusaidia kwenye ulimwengu wa roho kule mbinguni, asingekuja kupiga kelele juu ya dhuluma tuliokuwa tunadhulumiwa, maonezi tuliokuwa tunaonewa. Akina Yohana wote wangetusaidia kwenye ulimwengu wa roho. Alipoona Herode amechukua mke wa ndugu yake Filipo, Yohana akwenda mlimani, akwenda kanisani kuitisha maombi, jamani, njoo tuombee, Filipo amenyang'anywa mke na Herode. No. Yohana alikwenda physically kwa Herode. We Herode, sio vema wewe kuchukua mke wa mdogo wako. Unaonaje wewe mke wako akichukuliwa na mdogo wako au na kaka yako? Kwa nini unafanya hivi? Ni kweli Yohana alikamatwa, aliuawa. Nadhani wachungaji na wahubiri kitu ambacho hawaamini kuuawa kwa ajili ya haki. Wanasema Yesu alimaliza lini? Mitume waliuawa baada ya Yesu. Hakuna mtu ambaye alishika haki akaachwa salama. Hakuna mtu aliyepinga dhuluma kwenye jamii, ambayo na hasa dhuluma ya uhai, aliachwa salama. Na Yesu anasema sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa sababu patakuwa na baba anaweza akafitiniwa mpaka na mtoto wake. Anasema kwamba ikiwa ametendeka haya kwa mti mbichi, itakuwaje kwa miti mikavu nyie? Ikiwa ameniua mimi, itakuwaje nyie? Aliuawa kwa ajili ya nini? Wewe unayesali kwa mchungaji huyo, cha kwanza, moja hatua ya kwanza, hawa jamaa wakikosa chakula hawa watajitokeza, wataanza kuwa majasiri kwamba jamani, sasa
wauaji, acheni uuaji, tunakosa ulaji. Hawa tungewavimbishia wachungaji hawa, wahubiri, maaskofu hawa, tungewavimbishia wangesema. Lakini sasa hivi kwa sababu wanasema haya, njoni tuinue mikono tuwaombee walio magerezani, tuinue mikono tuwaombee wanaoonewa, wanaoteswa. Na nyinyi mnafikiri kuna kitu Biblia haijasema walio magerezani muwaombee. Biblia haijasema wanaoonewa muwaombee. Biblia imetaka wanaoonea, nenda kawahurumie, nenda kawasaidie. Biblia imeishia hapo. Hakuna mahali imesema waombeeni wanaoonewa, waombeeni wanaodhulumiwa, waombeeni Biblia imetaka wanaoonewa, wanaodhulumiwa wasaidieni physically. Kwa hivyo vitu vingine vya waombeeni havimo kwenye Biblia wanayoitumia, havimo kwenye Biblia wanayoitumia. Umeshindwa kwenda kuokoa kwa mwili wako na mikono yako, unaongea kwa kinywa chako, unaongea kwa kinywa chako, unaongea mpaka wanakusikia. Biblia, wachungaji na wahubiri waliposikilizwa ni mawili. Biblia inasema wakachomwa mioyo, aidha wakasema tutendeje ndugu zetu, au wakaokota mawe wakampiga anayeongea. Huko ndo kulikuwa kulipa gharama kwa Injili. Kwa hiyo wito wa kwanza mimi nisisitize, unayesali kwa mchungaji yoyote ambaye hapigi kelele za kusikika, za kueleweka, kwamba hakubaliani na wauaji kuwa ndio watoa miongozo alimaarufu viongozi. Kimsingi wauaji hao sio viongozi, natumia lugha tu bila kuielewa. Kiongozi manake mfano wa anavyoishi ndivyo wanavyotakiwa kuishi wengine. Alivyofika, njia alizotumia kufika hapo ndizo wanatakiwa kutumia wengine. Hiyo ndio tafsiri ya kiongozi. Hao unaweza ukaweka kwenye wababe, watawala, watawala ama wauaji, lakini mimi hata ile mnayoitaka unajua viongozi wetu, viongozi wa nchi yetu kwa sasa haina viongozi. Nchi yetu kwa sasa ina wauaji wa wananchi, wauaji wa watu kwa ajili ya vyeo vyao. Kwa hiyo katika namna moja ama nyingine inatakiwa uonyeshe msimamo. Hilo swala la wachungaji ni hapo. Swala la wengi ambao mmejitoa kupigana, kupambana, mimi niseme nisome andiko. Nimeona siku moja, najua kama nitakosea kiasi gani, najua madhila aliyopitia Sativa, najua madhila aliyopitia Sativa, lakini najua pengine maisha inabidi yaendelee, pengine madhila yale alimkuta akiwa ana namna za kuendesha maisha kwa njia hiyo. Sasa nimeweka tu mfano wa Sativa, lakini ukweli ni kwamba kama alivyosema msemaji mwingine hapa kwamba watu mmegeuka haraka. Kuna kitu nataka niongee kwa mujibu wa Biblia, kwamba kama utataka mageuzi yatokee, jifunze kujinyima baadhi ya vitu, au kujifunze kutokuonyesha hisia za moja kwa moja ya vitu vinavyokuburudisha, hata kama vinakuburudisha kipindi cha majonzi. Kiukweli kuna njia za kuishi ambazo huwa zinafanya watu wajue umeshakubaliana na hali. Nadhani sasa wewe umeshajua maisha ndio hivi. Niingie tu kwa vijana ambao mpira umewashika pabaya. Vijana bwana ambao mmeshikwa na mpira pabaya, niwaambie hizi harakati zitawasumbua sana, zitawasumbua. Yaani kwamba unashindwa kujiminya hisia zako, kujiminya tu ikiwezekana. Hata kama unaipenda hiyo unaita Yanga, hiyo unaita Simba, unaita Manchester, lakini kwenye kipindi hiki, ndio maana wakati fulani kutoa clip fulani nikasema nadhani hatujauawa idadi ya kutosha, au hajauawa mtu hasa ambaye mpira hautanoga, kwa sababu kuna siku Yanga hautaiona ni Yanga, kuna siku Simba hautaiona ni Simba, kuna siku hajaguswa
hajaguswa mtu muhimu. Nadhani sisi hajauawa mtu ambaye tutajua kwa hapa kweli tunauawa, au idadi haijatosha. Najua mpira ni vigumu sana kutoka kwenye mishipa, kwenye mapenzi. Naomba mnielewe, nayeongea hapa nilikuwa mcheza mpira ambaye niliingia mpaka kwenye timu za kulipwa ambazo zinatengeneza wachezaji kwenda kuwauza kwenye nchi za zilizoendelea, na nimeacha kucheza mpira mwaka 2000, ila kanuni zote za mpira, formula zote za mpira na uzuri wa mpira na makelele ya mpira yale, bado yale unaweza ukaelewa hayo makelele yanapigwa ni timu ipi imeshinda. Yani ninafahamu hizi 442, 432, 433 sijui 4-5 what nani anacheza vile, nani anaweza kwa. Ninafahamu kuna namna mpira unaweza ukaonekana kama kitu fulani cha kuburudisha. Muziki ya wanaoitwa waimbaji wa nyimbo za Injili, kimsingi hakuna anayeimba nyimbo za Injili sasa hivi, wote hao itakuwa kumutiwa na eneo ambalo halijaguswa. Nadhani mmegusa sana wa Bongo Flava, lakini wa kwanza kabisa waliotakiwa kumiutiwa msisikilize nyimbo zao kabisa ni hawa wanaoitwa wa nyimbo za Injili hawa. Vitu vyote hivi vitakiwa mujitahidi kujizuia. Unakipenda kimya kimya, lakini inapofika wakati unataka uonekane pengine mitandaoni au mahali ameandaa tamasha fulani, anasema ya kusifu na kuabudu, mute, usimwendee nyimbo yake, usiplay, usifanyie challenge kwa namna yoyote, kwa sababu hizo zote hakuna nyimbo za Injili. Injili ni kuwa sauti ya wasio na sauti. Nyimbo zote zilitakiwa ziwe zinazungumzia ndugu zetu waliouawa, ndugu zetu wanaoteswa magerezani, ndugu zetu wanaoonewa na vitu kadha wa kadha. Hizo ndo zingeitwa nyimbo za Injili. Biblia inasema kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kucheka, wakati wa kulia, mnatakiwa mwimbe nyimbo za kulia, mwimbe, mhubiri mahubiri ya kulia, muonyeshe kuna msiba, muonyeshe kuna watu wanalia na vitu kadha wa kadha. Nirudi kwenye swala la mpira na vitu ambavyo vijana, mwisho wa siku mnakutana na wauaji, mnaongea lugha moja. Yaani kuna vitu vinawakutanisha, unakuta mkianza kujadili Simba, Yanga, Manchester, Real Madrid, Ronyamela, Mayere. Hamuzui hisia zenu za kwamba no, tuko msibani. Sijui kama msiba wenu uliishia wiki moja, sijui. Lakini mimi mbona naona jamaa wa kwanza wa kila lugha wanayoongea wanatotonesha, wanajigamba, wanaonyesha waliofanya ni sahihi sana. Sijua kama msiba ulikuwa ndani ya wiki moja ndo ambao msingezungumzia Simba Yanga, lakini sasa hivi naona muko Simba Yanga mpaka wanamuziki hawa muko mnasema habari zao, wameimba vizuri, na kati ya huyu na huyu nani kaimba. Lakini naomba nikueleze, kama umeingia kwa moyo wako wote, kupinga dhuluma, kwa kinyume cha dhuluma kwenye jamii, vitamu vingi, jitahidi kujizuia. Ndio mnafanya kazi ambayo haikuwa ya kwenu, ilikuwa kazi ya wachungaji, ilikuwa kazi ya wahubiri. Na hata nikionyesha pengine wa challenge ni kwa tahadhari tu, kama kina Sativa, najua na akaunti moja inashughulika na mambo ya mipira, kuna akaunti nyingine inashughulika na mambo ya harakati, lakini watu wanaoonea watu wakikuona ni kama kuna kitu umeshajua maisha sasa yaendelee, wanafanya na kwa mwingine, watafanya na kwa mwingine. Kwa hapa mambo yalipo, kama hatutapiga hatua fulani muhimu, basi mjue tutakuwa chini ya mikono ya watu makatili, watu wabaya wa moyo, wa kipindi chote ambacho tutaendelea kuishi duniani. Tusitarajie Mungu atatusaidia kama sisi wenyewe tunayaponya maisha yetu. Mungu anaweza kumsaidia mtu ambaye
wewe mwenyewe uko tayari kuyaangamiza maisha yako ili uyatafute kwa njia zingine, ama watu wengine baadaye waje wanufaike na wewe kuangamiza maisha yako. Lakini kama tutategemea tu Mungu atatusaidia, tuende milimani tukaombe, tusubiri nabii atabiri, ni wahuni tu hao. Wengi mnaowaita manabii ni wahuni tu. Hakuna nabii anayetabiri vitu vya kueleweka. Wanatabiri kulingana na upepo tu unavyokwenda. Kimsingi nabii alitakiwa kila itwapo leo kwa mtu anayefanya vibaya au anasema mbaya huyu, hakuna amani kwa wabaya, sema Bwana. Hakuna amani kwa wabaya. Uliohusika kuua, wewe hutapata amani. Linalokuja ni 1, 2, 3. Ama nabii wenu fuata upepo hawa. Sidhani kama mlitakiwa muwe mnaona msubiri nabii fulani katabi nani na nabii gani, watu wadili tu hao. Nabii gani? Nabii na mchungaji na mhubiri, cha kwanza tukuone huko front, unawakilisha watu wasioweza kusema, wewe ndio sauti yako nasikika sana. Na baki nataka nisitoke nje ya vijana. Jitahidini kujizuia hisia zenu. Jitahidini kujizuia kabisa. Unapenda mpira kivipi? Unapenda mpira kivipi? Unapenda kivipi? Wote sisi mimi nakwambia, mimi nimecheza mpira na uelewa ambavyo ukisikia mtandao kwenye TV unatangazwa, naelewa ambavyo una saundi, lakini kwa ajili ya hii movement, kwa ajili ya moyo wa kwamba ikiwezekana niwe sababu ya watu wengine kuto kuumia ama kupata relief, kupata nafuu kwa namna moja na nyingine, tunajizuia vitu hivi. Katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 3 anasema, ushiriki kitabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna pigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Timotheo wa Korinto wa kwanza 9 mstari wa 24 anasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila shindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Biblia inasema wanaoshindana kwenye michezo hujizuia katika yote. Mimi nimecheza mpira kama nilivyowaambia. Kuna wakati tulikuwa hatuli unachotaka kula. Ukae unapotaka kukaa, unawekwa kambini, unazuiliwa starehe kadha wa kadha kwa ajili ya ushindani fulani ulioko mbele yako. Lakini askari ambao mmejiteua, mmejikuta, Biblia inasema wanyonge kuwa mashujaa, astahiliye kutamka habari hakuna atamkaye. Kuna watu ambao walitakiwa wao wanasema wanafanya hiki mnachokifanya, hawafanyi. Wachungaji, wahubiri, maaskofu, watu mnaoita maprofesa, madaktari, wanaoonekana wamesoma sana, wameelimika sana, ndio waliokuwa wanatakiwa wao wanaongoza ili jahazi, wanaongoza hizi harakati, ndio waliotakiwa wao wanaongoza hiki ambacho tunapigia kelele juu ya kuuawa kwa watu wetu. Lakini hawafanyi hivyo. Umejitokeza uliye mnyonge, umejitokeza uliye ambaye hukustahili. Sasa na wewe zingatia masharti ya uaskari. Sasa askari, usijitie katika namna za hii dunia, vizuri vya hii dunia, fashion za hii dunia. Jambo jipya lilotokea, Diamond katoa wimbo gani, huyu nani katoa, mwimbaji huyu anaitwa wa Injili katoa wimbo gani, huyu nani kafanya nini? Wewe jaribu kuangalia alichokitoa kinaongeleaje dhuluma ya uhai inayoendelea kwenye jamii yetu. Kama hakiongelei hilo, hakiangaiki hilo, weka pembeni huyo. Wakati wale tuliowategemea wangesema, wasiposema, mimi na wewe ambao hatukustahili kusema,
shule na darasa letu ni pengine ni la kuungaunga. Kiswahili chetu au lugha zetu hazipangiliki, hatujui ni lugha ipi itangulie. Sisi ndo ambao mwisho wa siku Mungu hutumia vinyonge ili aviaibishe vyenye nguvu. Sasa nitaruhusu eneo lolote ambalo itatakiwa nizungumzie mapendekezo kwamba kama tutataka ukombozi, tujinasue kutoka kwenye kuuawa, tukawa tunaogopa kuuawa. Moja, tutegemee tutauawa sana, alafu mbili, tusitegemee kuna wakati tutakuja kuona nafuu yoyote. Narudia tena, kama kuna namna tunaumizwa na namna tunavyouawa kwenye nchi yetu, kama kuna namna tunaumizwa na tunavyouawa kwenye nchi yetu, na hatuko tayari kuuawa, hata tukiachilia mbali kuuawa, manake walau hata kujinyima vitu. Nakuja kwenye mapendekezo ya nini tungefanya ninapomalizia hili jambo. Inawezekana kuuawa ni kitu ambacho miili inasisimka, ukipotea ndo umepotea, lakini tulikuwa na namna ya kujinyima baadhi ya vitu, kama nilivyosema, kwa habari ya miziki, kwa habari ya vyakula. Pengine hawa watu wengine ambao ni matajiri wanaunga mkono hii mamlaka ya uuaji, wanaunga mkono dhuluma. Baadhi ya bidhaa zao tunazilia ngumu, tutakula chukuchuku, tukubali kula chukuchuku, lakini baadhi ya vitu tusivile, turudi kula vitu vya baba zetu ambavyo walikula kule nyuma kwa ajili ya kipindi maalum. Tukifika mahala tumekomaa, uwezi ukapanda mabasi fulani ya mtu fulani ambaye yuko pamoja na wauaji ukapunguza safari. Yani wewe safari unazipunguza tu makusudi, kwamba sitasafiri, nitahangaika hapa hapa. Kuna wafanya biashara wanasema kwamba usipofanya biashara maisha yatasimama. Kuna siku atauawa ndugu yako kwa namna ambazo utajua tu kabisa, kulikuwa na kitu ningefanya kule mwanzoni, nikasimamisha biashara, ningeokoa uhai wa huyo ndugu. Eneo si wote mnaoweza hilo jambo, lakini vingekuwepo vitu vinagomewa kabisa, kwamba kitu hiki hakitaliwa, hakitanunuliwa, hakitafanywa, mpaka huyu mtu ajue inatakiwa awe sauti, atumie mali yake, atumie viwanda vyake, makampuni yake kupinga dhuluma kwenye jamii, kuwapinga wauaji wasiwe ndio watoa miongozo kwenye jamii. Lakini kwa haya mengine ambayo tunataka bado tupatikane kwenye viwanja vya kujirusha, tutokelezee sherehe za harusi, tumechangamana humo na miuaji, tunaimba wimbo mmoja wote, makomborero makomborero, tunaimba wimbo wa aina moja. Hakuna vitu tulivyoamua kuvimute kwamba hiki kwa hali ilivyo ikiwezekana kikae pembeni, alimadamu kitafanya tuimbe wimbo mmoja na miuaji, kikae pembeni. Misiba yao waende wenyewe na sisi tulie ya kwetu wenyewe. Mimi naongea mambo magumu vyovyote, mimi sina cha kupoteza, na ndio maana wakati mwingine najuaga nikiongea sana kwenye mazungumzo kama haya, najua pengine nitajiharakishia hatari zaidi, kwa sababu nadhani akili yangu kuna namna ambavyo ningetamani ifanyike, mambo yafanyike, tuchukulie usiriasi, tuonekane tuko msibani kweli, tuko msibani kabisa, msibani kweli, tuko kwenye tatizo, tuko kwenye shida.
Na hii sio tu tunaonekana wakati mwingine ni kama tunataka tuonyeshe maisha yako sawa, usitegemee hilo. Katika Ibrania, namalizia hapo kwa kusoma Biblia. Ikiwa itatokea kuna jambo ambalo naonekana sijapita sana huko, mtu mwingine akataka nipite eneo hilo, katika Biblia kitabu cha Ibrania sura ya 2 mstari wa 14 anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Yesu ili afanye watu waache kuogopa kufa, sio waache kuuawa, ili watu waache kuogopa kufa, ilibidi awe tayari kufa. Njia pekee ya kufanya hawa jamaa waone hata tuue vipi, damu ni nzito kuliko maji, bado watu wataendelea kudai kwamba wauaji wasiwe ndio wasemaji na watoa miongozo kwenye jamii. Njia pekee inaweza kafanya, inatakiwa waone kabisa tunawajia, tunawakabili kwa namna ambayo hata wenyewe wakikaa nasema, huyu mtu tukimuua yuko tayari, tukimwacha hai ataendelea kutumia lugha, ataendelea kutumia lugha itakayofanya watu wote tujue hatustahili, wauaji hatustahili kukaa kwenye eneo hili, hatustahili kuwa kwenye nafasi hizi. Wakati watu wanalia chini yetu, wewe piga hesabu, watafanya wema gani unapita? Watafanya wema gani unapita ubaya waliotutendea? Mtu, Biblia inasema mtu atoe nini badala ya nafsi yake, au nafsi aliyoiondoa duniani? Fidia ya mtu aliyeuawa ni yule aliyemwaga damu, damu yake imwagwe. Ndio maana Biblia inasema msijaribu kumwaga damu ndani ya nchi, kwa sababu mkiinajisi nchi kwa kumwaga damu hamtaisafisha, isipokuwa waliohusika kumwaga damu ya mtu huyo, damu zao zimwagwe, ndio hiyo nchi itatakasika tena. Sasa vitu hivi tumejaribu kuonya sisi kule nyuma, kabla hawajaua mtoto wangu, kabla hawajaingia. Mimi nilisema tangu mapema kabisa, nilisema mamlaka hii ndiyo itakayoua watu wengi zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Walipoua mtoto wangu na sababu walioitoa kwa nini wameua mtoto wangu, nilijua hawa njia pekee itakayowafanya wawe salama kwenye nafasi walizonazo, inawezekana wataua kuliko wakati mwingine wote. Waliofuatilia, kuna watu wananiambia, mchungaji, ungewekea tu klipu zile za zamani ulizokuwa unaongea kwa mamlaka hii ni kama itajihakikishia usalama kwa kuua tena na tena na tena na tena. Naweza kabadilisha tu strategy za namna gani waue. Pengine mtakuwa pengine mnakutana na vya moyo umeshtuka, huenda mioyo itashtuka sana, huenda itashtuka sana, lakini jambo likawa ni hili. Huenda mtaona watu wengi sana wanasikia amefia ndani, alikufa tu mwenyewe haikujulikana, lakini huenda njia zikawa ni zile zile, namna zikawa ni zile zile. Kwa hiyo njia ya kuwaondoa watu wanaoua watu ni waone watu wanaoendea. Nimewambia naomba ili mzingatie sana. Inawezekana kuandamana kwenda tu mtaani hivi, kwenda mtaani ikawa jambo linalotisha kwa sababu ya bunduki wanavyozitumia. Wakati tunajipanga ni kwa namna gani itafanyika hivyo, vitu vingi tu vingegomewa vingegomewa. Kama ni kukonda tunakonda, kama ni kuvaa nguo tu fulani dhaifu, navaa nguo tu fulani dhaifu. Mtu akuuliza tuko msibani, vyakula vingi, mafuta mengi yanagomewa nini? Tuko msibani. Kitamu gani tukile wakati huu? Tule kitamu kwa ajili ya nini? Ndugu zetu hatujui walipo, wengine wamefukiwa.
kikatili, wengine tumewafukia kwa namna ambayo mpaka leo tunaumia. Sababu za kuwaua hazijulikani. Kwa hiyo mimi kwa sehemu singetamani niendelee sana, kwa sababu hata ni maeneo, ni kodi zipi hasa mnapitaga, si mzoefu sana. Kwa sasa unaweza ukajikuta umeanza unaharibu mpaka unaendelea unaharibu na unatiririka tu. Vinginevyo kama mtanipa ruhusa ya yoyote, na hasa mkinionyesha nielekeo gani, toa nikusikilize. Bila shaka wewe ndio unayepokea maoni kutoka maeneo mbalimbali. Mimi baba mchungaji, bila shaka kila mtu hapa unambariki sana. Mimi nipo hapa ninasikiliza kwa makini sana, na upo kwenye right track kabisa, lakini ningependa sana kama ambavyo moyo wa Farao ulikuwa mgumu zaidi na moyo wa Nebukadreza ulikuwa mgumu zaidi, ukitutolea mfano huo na viongozi wa nchi yetu. Kwa nini kila ambalo linatokea lakini hawasikilizi chochote, wanasikilizi wananchi? Hii ni hatua gani katika kiroho, hatua za utawala? Baada ya hapo utaendelea tu au tuboi huko. Sawa sawa, karibu. Okay, nikipitia hilo jambo la kiburi cha Farao, kuna jambo ambalo nitumie platform hii kuliwasilisha moja kwa moja, kwa sababu ya kusema ni mengi. Kuna jambo ambalo nilikuwa nimetaka kuhoji hata au ma-CCM, mimi naitaka chama cha mashetani, kwamba hivi ni nini kitawashtua wajue ya kwamba hawatakuwa salama, wajue ya kwamba Mungu hata nyamaza juu ya walioyafanya. Nimejaribu kujifikiria, kwa mfano kifo cha Lukuvi na vya kina Ndugai, ya kina Jenista. Nimefikiria nikasema, kama Lukuvi kashtuka moyo, ni Mungu tu karuhusu. Mungu, ingawa mimi siaminiki vivyo vya kwamba Mungu sijui Mungu siaminiki. Najuaga hivyo vingi ni wananchi tu, ni wanadamu tu. Kwa mujibu wa Biblia hivyo vinatengeneza wanadamu, lakini tuanzie huko. Ni Mungu ameushtua moyo. Chama cha mashetani, kwa nini wasione kwamba huyu Mungu basi atashtua sana mioyo? Kwa nini wasione kwamba inatosha? Kama hii mioyo, pengine akina Ndugai ni mioyo imeshtuka, akina Jenista Mhagama ni mioyo imeshtuka, akina Membe ni mioyo imeshtuka, ni mioyo inashtuka, na wengine wengi ni mioyo inashtuka. Kwa nini wasione kwamba hii inaonyesha kiburi cha Farao kiko juu yao? Tufanye sasa hiyo mioyo ni Mungu anaishtua, hiyo mioyo ni Mungu anaishtua. Kwa nini wasione na wakwake utashtuka dakika yoyote? Basi Mungu yuko kazini sana. Kwa nini wasione na wakwake utashtuka wakati wowote? Je, na wao watoto wao watakuja kwanza kusema tunaomba upatanisho, mtusamee kama baba alitukosea? Kwa nini sasa hivi wasiombe msamaha wakati baba yupo, na baba afanye U-turn, aanze kufanya kinyume cha aliyokuwa anafanya kwa kukiri uchafu walioufanya na namna walivyoufanikisha? Hivyo ndio toba inavyotakiwa. Kwa hiyo kiburi cha Farao kwa sehemu kubwa, mambo yalipokuwa yanatokea kama haya, alikuwa anajifariji kwamba hii mbona hata waganga wanafanya hii ni kweli, hii ni kweli kali, hii ni kweli ni ngumu, lakini tukitoka kwenye madaraka tukawaachilia watu hawa, sisi tumezoea kula kwa mlija, tumezoea VAT, lakini pia tumezoea raha ya kutesa watu, kwa sababu nadhani haya ma-CCM kwa sasa, moja ya raha kubwa walio nayo, raha yani kitu kinachobariki kwamba mimi ni kiongozi mzuri, ni akisikia mtu analia kule chini,
wakisikia kule wanalia, wamenionea huku, wamenidhulumu huku, yaani nahisi ni moja ya mziki mzuri sana unaowaburudisha, kwa sababu kuna wakati mwingine malimbukeni wa vyeo huwa wanaona cheo ni kuonyesha msuri, cheo ni kuonyesha vile unavyoweza ukatoa amri zenye kuumiza, lakini ukawa ndani ya kinachoitwa sheria, ukasema kwa mujibu wa sheria. Kuna kitu mimi ambacho sikubaliana nacho kwenye mifumo ya majeshi. Wakati mwingine utakuta wanaamrishana vitu ambavyo naona hapana, ila mimi sijui, kwa sababu anasema Mungu alitofautisha, mimi nisingeweza kufanya kazi aina hii. Kwa inaonekana hawa watu wanajaribu kuchukua namna za kina Farao za Farao za kina Nebukadreza, ambaye kama mioyo itufanye hii mioyo inashtuka, tufanye hii mioyo inashtuka, ni Mungu anaishtua. Kwa nini usione na yeye wa kwake utashtuka dakika yoyote? Lakini kama hii mioyo inashtuliwa na watu, una kakikundi ambako ni kazuri kushtua mioyo, kwa nini asione kwamba haka kakikundi inawezekana kanatafuta watu wa moyo kama wako wake? Kakikundi yako kama kuna kakikundi kanaposhtua mioyo, kwa nini asione haka kakikundi haka kanawashtuaga watu walio kama yeye? Kwa sababu katika vitu ambavyo naomba tu mtu yoyote unielewe ni kwamba kama mioyo inashtuliwa kwa watu wenye huruma wanaoumia kwa namna moja na nyingine, ikitokea mtu anawatesa watu, anawaonea watu, anawaumiza watu, basi ni vizuri ufahamu kabisa kwamba yeyote uliye na mbegu ya huruma, moyo wako unaweza ukashtuka, unaweza ukashtuliwa. Lakini kama pia mioyo wanashtuliwa makatili fulani hivi wabaya, makatili, ni vema ujulikane kwamba fresh ikichukuliwa fresh ya matendo yako machafu, watakumbuka kuna mabaya fulani uliwahi kufanya akikatili, moyo wataushtua. Kwa nini isingetumika hii kama njia ya kuresign kwamba no, hapa wote tuko salama? Wale wanaofafanua, wanaofundisha ubinadamu ni nini, sisi hao watu tumewaweka kwenye wakati mgumu, tunawaua, lakini pia na sisi tunaoua wale watu wengine, na sisi hatuko salama. Kwa sababu ngoja nikwambie mtu yoyote unanifuatilia hapa, kama una mtoto au ni shuleni au ni popote pale kwenye jamii, unayemchapa mtoto mara nyingi ndiye unayeona adhabu unayoitoa inafanana na kosa alilofanya. Lakini mtu yoyote atakayeona, hata kama ni ndugu yako, jirani yako, mwalimu mwenzio, mtu yoyote atakayeona, mara nyingi wanaweza kuona huyo mtoto unampiga sana, tofauti na adhabu unayompa. Kwa hiyo hii namna ambayo pengine kunakuwa na kundi fulani limejiweka kwamba lenyewe kazi yake ni kushtua mioyo, wakishtua moyo mtu fulani ambaye mwingine anaona sawa, kuna mtu mwingine kati ya wale wanaoishtua moyo anaona, lakini huyu tunamshtua moyo, huyu haikuwa sawa. Kwa kutaingia ugomvi moja kwa moja pale, utaingia ugomvi moja kwa moja kati ya wale wanaoishtua sana mioyo. Ndio maana kati ya njia ambazo sio suluhisho ya jamii kutulia, njia ya kuua sio suluhisho. Wahubiri kama sisi tungesikilizwa. Kuua uwezi ukatuliza jamii, uwezi. Utaingiza visasi vya milele na milele, utaingiza kuwindana milele na milele. Ndio maana kabla ya Oktoba 29 mimi niliitisha sana mazungumzo, njooni tuzungumze, asema Bwana. Sio tuende tukazungumze na Bwana, wanadamu sisi wenyewe, njooni tuzungumze.
lakini pengine wakati ule wanasema ngoja tupate kwanza kwa njia yoyote, tutaitisha mazungumzo tukipata. Sasa ukiitisha mazungumzo, hutaki wewe mwenyewe uwe kiranja, wewe mwenyewe uwe mwenyekiti. Kaa pembeni, kwa sababu tayari hustahili. Mimi nina kesi na wewe, mimi ninapinga ulichonifanyia wewe. Uwezi wewe mwenyewe tena ukawa mwenyekiti ukawa unatupa vidole wengine tuongee, unateua nani atusimamie. Hapana, wewe unatakiwa ukae pembeni, awepo mwenyekiti asiwe na upande wowote. Leo unataka muitishe mazungumzo muitishe mazungumzo, mwenyekiti uwe wewe, muunda tume ya maridhiano uwe wewe, tume ya uchunguzi sijui uwe wewe, alafu tutegemee maridhiano hayo. Si utakuwa umenivizia tu, utakuwa umenivizia tu. Hapo hakuna mazungumzo. Sasa nikikaa kwenye suala la kwa mujibu wa Biblia kinachofanyika, baadhi ya matukio ambayo wengine hata wakipata misiba wanapambana sana vyombo vya habari visijue, ili isiwe wazi sana. Wanaona maneno ambayo watu wanajaribu kufurahia kwamba kifo ni kifo tu, kwamba tunapokea hata hiki kidogo tulichokipata, wanaona yanawachoma kweli kweli. Njia ya kujitoa kwenye mazingira kama hayo ilikuwa tutendeje ndugu zetu? Kwa hapa mambo yalipofika, hatutakuja tukae tuwe na raha milele katika wakati uliobaki, na familia zetu, ndugu zetu watabaki wanyonge na wanaoishi kwenye hatari siku zote. Kwa nini ndugu wakajitokeza kupinga? Kama yule mtoto wa Paul Biya kule Kamerun, ambaye pamoja na kwamba baba yake ndiye anagombea urais, lakini mtoto alijaribu kutokea akasema kwamba no, baba, hutakiwi kuwa rais. Hakuna chochote tunachoifanyia nchi, zaidi ya yote unatumika tu kwa ajili ya watu wanaotaka kutesa watu, kwa sababu wewe huna sauti ya kuwadhibiti. Na ubora wa kiongozi ni uwezo wake wa kuwadhibiti wasaidizi wake. Kiongozi anaweza kuangushwa na wasaidizi, wasaidizi wanaweza wakafanya jambo baya dhidi ya watu. Kiongozi ubora wake ni namna gani alivyo na uwezo wa kuwadhibiti wasaidizi wake pale ambapo watajinufaisha au wataonekana wanamtetea kwa namna ambayo inaumiza watu. Sasa watoto wa hawa ambao ni wanufaika wakubwa wa mauaji ya ndugu zetu, ya watoto wetu, walitakiwa waonyeshe msimamo wa wazi. Huyo mtoto pengine ndo angekuja kuwa na kanafuu fulani wakati fulani baadaye, lakini nje na hapo hakuna ambavyo vitalika sasa au baadaye. Vitakuwa vinalika, lakini tu unaangalia huku na kule, washtua moyo wako juu yako, lakini pia na raia wanaangalia tu kwamba one day yes, pita sana na hiyo gari, one day yes, tununulie sana hicho kitimoto unachotununulia, tununulie sana hizo nyama unazonunulia. Na niwaonye tu watu ambao pengine wamenufaika na mali na vyeo hivi vya damu, niwaonye tu kwamba hakuna pesa unayoitoa ununulie watu gari, baisikeli, pikipiki, wajengee nyumba. Hakuna. Vyote hivyo wanasema wewe tununulie sana, si ufike mahali wakatie nyama wale hapo. Jamani, mnaonaje? Watakula hizo nyama zako, ingawa mimi kama nyama zako siwezi kula, lakini hao hata wanaokula wanasema tununulie sana hizi nyama. Kwanza unaonyesha kutudharau sana, kwa maana yake watoto wetu uliowaua thamani yao ni nyama hizi unazotupa, ni kigari hiki unachotununulia, ni 100,000 milioni 1 hii unayonipa. Kwa naomba uelewe, yoyote ambayo umenufaika na mauaji haya, wazazi wako wamenufaika, wamepata cheo, wako na cheo, na unajidai pengine kuna viwema fulani, kiwema fulani nakichukua, unaenda unafanya mahali, unanunulia watu vitu. Nataka nikwambie hivyo vitu unavyonunua ndio unawaudhi zaidi, unawatonesha zaidi.
wanaokula na wanaovikataa. Kuna namna wanafikiria. Kwa hiyo Farao ma CCM nyie ndo mmekalia kiti cha Farao. Mimi nawasihi kama kushtuka kwa mioyo hiki Mungu anashtua hii mioyo, shtukeni. Shtukeni basi, na wakwako ataushtua dakika yoyote. Kama kipo kikundi cha washtua moyo, kwa sababu wanawashtua wenye huruma dhidi ya wanaoonewa, au wanawashtua makatili zaidi, basi ma-CCM mumo kwenye makundi hayo mawili yote. Najua kuna namna na wewe moyo wako unakuuma sana unapoona kauawa yule, kapotezwa yule. Kuna namna unajiiba, unaleta kwa moyo wa uchungu kwamba lakini haya mambo mpaka lini? Haya mambo haitakiwi. Na bila shaka mchezo unaojua anayesimamia nani, aliyefanikisha aliye ni nani, na kuna mahali unajaribu kumjadili yule mtu, wataushtua moyo wako, wataushtua moyo wako. Lakini kuna mahali inaonekana wewe ndo mshtua mioyo mkubwa, muuaji, mtekaji mkubwa, mratibu mkubwa. Naomba ufahamu, unaratibu, unateka, unaua na watu ambao miongoni mwa hao ulionao hapo wana nasaba. Kuna namna wanaingiliana kwenye kabila, kwenye dini, kwenye hata miili tu. Hii miili tu, kuna namna, kama unasikiaga mtu anakuambia damu zinarandana, zinaendana, namna tu damu ya huyo unayemuua na huyo mwingine uliye naye hapo inaendana, vinaingiliana. Ingawa damu zote za sisi binadamu zinaingiliana, damu zote za sisi binadamu zinaingiliana. Kwa hiyo katika moja ya kitu ambacho ningetamani sana mtu yoyote uliye popote, kama sauti itabadilika, simu yangu imesha charge, kama sauti itabadilika, basi simu naiweka kwenye chaji hapa, waniletee tu chaji ili ikiwezekana nimalizie mawili matatu yaliyosalia. Niseme moja ya vitu ambavyo huwa vinatokea kwa watu ambao wanakuwa wamesimamia mauaji. Daudi kuna mahali alisema neno hili, unakuwa na maadui kila mahali. Tunaolia kuna namna tunasema, wewe Mungu tukumbuke. Tumia njia yoyote ufanye kitu. Lakini pia hata hao ambao ni wabaya wenzio, na wenyewe pia kuna namna wanasema hapana, ila na wewe umezidi. Katika kitu ambacho nini kingefanyika, pendekezo langu, nini kingefanyika? Yeyote uliye Farao, uliye kwenye utawala wa Farao, yeyote uliye kwenye utawala wa Farao, ungekubali kwamba hapana, mimi ngoja ni resign. Na ukiresign iwe peupe, kwa sababu ukiresign iwe peupe. Kutubu ni kuweka wazi, jamani, sisi ndo tuliofanya 1, 2, 3. Kama akina Musa walivyokimbia, na wewe kimbia, nenda mahali, toa ujumbe wa jamani, sisi tumefanya 1, 2, 3. Mimi naona inatosha, sioni raha yoyote ya kula posho mishahara ya damu. Kwa hiyo mimi nimejiondoa, tumeshiriki katika 1, 2, 3. Watu wa Mungu, nisameheni. Lakini ingawa watu kusamehe watachagua wenyewe kusamehe kwa njia gani, sababu kuna baadhi ya vitu kama ulishiriki, karibu kila dhambi inatubika, kila ubaya unatubika, ila tunategemea unayetubu na kiburi chako, na wale mwingine tunatubu mwenyewe na kutukontrol mwenyewe, tukusamehe hivi, tuache kukumbushia ubaya wako wote, tuache, yani wewe mwenyewe ndio una control namna ya kukusamehe. Tuanze kukusifia, tuanze kusema wewe ni mtu mzuri, hiyo ndio unajua tukusamehe. Tukae kimya, tuache kulia hata kama tunaumia.
Huo ni upumbavu. Hakuna swala la kusamehewa hivyo. Unaposamehewa, anayekusamehe ndo anayechagua staili ya kukusamehe. Ndio maana mwana mpotevu alipoenda kutubu kwa baba yake alisema sistahili kuitwa kuwa mtoto tena, sistahili. Huko ndo kutubu, sio unatubu bado unasema ila linda heshima yangu, mimi ni mheshimiwa, linda heshima yangu, mimi bado ni mtu ambaye unatakiwa uniogope, mimi ni kiongozi.